hali ya ulipaji wa kodi nchini inatutaka kujipanga zaidi kwa kuweka mikakati madhubuti ya kukuza mapato ya ndani. Na ninasema hivyo kwa sababu pamoja na jitihada kubwa ambazo tumefanya ndani ya serikali kuongeza mapato, bado hali ya ulipaji kodi nchini inakabiliwa na changamoto mbalimbali, hali inayopelekea ukuaji mdogo wa makusanyo ya ndani. Kwa mfano, uwiano wa mapato kwa pato la taifa umekuwa ukiongezeka kwa kasi ndogo katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, kutoka asilimia 12 mwaka 2001-2002 hadi asilimia 14.9 mwaka 2024-2025. Kiwango hiki ni cha chini ikilinganishwa na wastani wa asilimia 18.6 kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, lakini kadhalika ni chini ya wastani wa nchi rika zenye uchumi wa kipato cha kati kama Botswana, ambao wao wana mapato yao ya ndani ni asilimia 28.8 ya pato la taifa. Kenya ni asilimia 18, Ghana asilimia 17.2, Zambia asilimia 21 na Mauritius asilimia 25.6. Kwa sisi tuko chini. Katika kipindi cha kutoka mwaka 2018-19 mpaka mwaka 2023-24, ufanisi kwa maana ya makusanyo halisi ikilinganishwa na malengo ya ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi nao umeshuka kutoka asilimia 126 hadi asilimia 74, na sehemu kubwa ya halmashauri zetu zimeshindwa kusimamia na kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato yaliyowekwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, maelezo niliyoyatoa hivi punde yanaonesha hitaji kubwa la kufanya maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za uwekezaji na biashara ili kufikia viwango stahili vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hivyo kongamano hili halina budi kufanya tafakuri ya kina na kuainisha maboresho yanayohitajika kisera, kisheria, kikanuni na hata kiutaratibu ili kuwezesha uwekezaji na biashara, na hivyo kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kikodi na ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani.